Na tukisalia papo hapo katika mwambao wa pwani ni kwamba baadhi ya watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Mombasa wanalalamikia kubaguliwa na serikali za kitaifa na kaunti wakati huu wa janga la virusi vya korona. Mwanahabari wetu Tobias Chanja amezuru kituo cha Bombolulu Cultural ambapo wengi wao wameshindwa kupata angaa soko la bidhaa zao na kulazimika kuanza kushona barakoa ambazo pia hawana wa kuuzia. Na tupo katika mojawapo ya karakana katika kituo cha Bombolulu Culture ambacho ni kituo ambacho kina watu wanaoishi na ulemavu na kuna watu zaidi ya 100 hapa ambao uchumi wao unawategemea watalii. Na hapa tulipo ni karakana ya ushonaji, na kwa sasa kinachoendelea ni kuwa baadhi yao wamekuwa wakijishughulisha tu na kushona zile barakoa katika wakati huu mgumu ambapo taifa linapigana na janga la virusi vya korona. Japo pia vile wanasema wanapitia changamoto kuu, kwani tegemeo lao ambalo ni utalii inakuwa ni vigumu kwa sasa labda kuweza kuuza bidhaa zao kwa watalii au wazungu au nje ya nchi. Kwa mfano hapa ni sanaa tu kadha wa kadha ambayo inaendelea. Kuna wale wanatengeneza baiskeli, kuna wale ambao wanachonga vinyago na kadhalika. Lakini kwa sasa tu labda tujiunge na mmoja wao, atuelezee tu majina yake na ni kwa nini walianza labda kuingilia shughuli hii ya kushona barakoa. Tuanze na majina yako. Kwa majina naitwa Johnny Nyagaka, ni mfanyakazi katika Bombolulu Workshop and Cultural Center, kituo ambacho ni cha walemavu huku Pwani, na ni kituo cha kipekee ambacho kimeajiri watu wanaoishi na ulemavu wa aina mbalimbali. Unaweza endelea kushona tu tukizungumza. Nimekuwa hapa kwa miaka zaidi ya 20 na huu mwaka ndio umekuwa mwaka wa ajabu ambao umetuleta chini kabisa kibiashara. Ngaje tunapitia changamoto mbalimbali, lakini mwaka huu imekuwa kwa sababu ya mambo ya corona imeleta hata biashara yetu kuwa chini na imeharibika kabisa, sababu tunategemea utalii sana, na venye mnajua utalii umerudi chini, na sasa ni kwamba hatupati msaada wowote. Vitu vyetu ambavyo tunavyovitengeneza tumefunga soko letu. Kwa hivyo tunaomba wahisani na serikali wajitokeze ili wapate kutusaidia katika hili janga la corona. Labda hizi barakoa ambazo mnashona kwa sasa mnapeleka wapi? Barakoa hizi tunashona, hatujapata hakika mahali tunazipeleka kwa sababu hatujapata orders. Tunaomba serikali, tunajua kuna pesa ambayo imetoka ya kushona hii barakoa. Tungeomba pia serikali kama inaweza kutupa tenders na sisi tupate kujimudu kimaisha kupitia hizi barakoa ama vitambua. Shukrani. Ni Johnny tu akielezea kuhusiana na barakoa ambazo kwa sasa wanatengeneza na wamelazimika kutengeneza barakoa kwa kuwa kama alivyoeleza awali ni kuwa biashara imerudi chini sana. Na kwa sasa tutamhusisha jamaa mwingine ambaye anapatikana katika kituo hiki. Aanze tuna majina yake na labda shule anayofanya na tupatie changamoto zake ni zipi. Mimi kwa hakika naitwa Peter Ouma. Mimi nifanya kazi hapo Bombolulu Workshops and Cultural Center. Kwa hakika tumeathirika sana na ili janga la coronavirus. Kwa hakika tulikuwa tunategemea, sisi ni watu ambao tunategemea kazi ya mikono. Tutengeze kazi, tutengeze vitu, tuuze, tupate ajira. Lakini kwa sasa hivi vitu tumeathirika kwa sababu hakuna wageni wa kununua, hata kama tunaweza kutengeza, lakini kwa sasa hivi hakuna mtu ambaye anakuja kuzinunua. Kwa hivyo tunaomba tena, tunasema tena. Unajua mtu akikuomba samaki, muonyeshe pia jinsi ya kuvua samaki. Kwa hakika tunaomba samaki zije ili tupate tununue ili tupate kitu, kwa sababu kwa hakika tumeathirika kama Bombolulu. Hatuna uwezo wa kulipa mishahara, hatuna uwezo wa kununua material kwa sababu ya coronavirus. Tunaomba serikali ile pesa ambayo ilitengwa kwa ajili ya serikali kwa walemavu ili iweze kusaidia Bombolulu. Bombolulu kuna walemavu zaidi ya 100 ambao wameathirika, wanategemea utalii, na utalii kwa sasa hivi hakuna. Therefore, tunaomba serikali ichip in, isaidie walemavu zaidi ya 100 ambao wanaishi hapa Bombolulu. Shukrani kabisa. Na ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa ndugu zetu wanaoishi na ulemavu wakizungumzia changamoto wanazozipitia katika kituo hiki, na kama ulivyosikia wanasema wanahitaji usaidizi zaidi kutoka kwa serikali kuhakikisha kuwa nao vile maisha yanazidi kuendelea wakati huu mgumu wa kupambana na janga hili la corona. Kwako studio.